kula vyakula katika ndoto. Usifurahie. Mtu anakula nyama za kuku, za bata, si za nini. Usiamke useme leo nimekula. Kuna agano umeingia bila kujua. Yesu alipotaka kuingia agano na wanafunzi wake, aliwaita katika siku ya Pasaka, akaumega mkate akala pamoja nao. Kula ni ishara ya agano. Unapokula na mtu unafunga naye agano. Wakati unafunga agano la ndoa, watu wawili wanaoana, tukimaliza hilo agano, kinaenda kukamilishwa na nini? Tunapiga msosi. Bwana asifiwe. Maana yake nini? Kula kule ni ishara ya agano. Bwana, tunakula hii chakula, ndugu yetu ndo mshaoana, ndo mshafunga agano, ndo maana tunakula pamoja. Siku ukitaka kumwacha utukusanye tena tule, ndo mvunja agano. Bwana asifiwe. Maana yake mnapokula mnafunga agano. Kwa hiyo kuna wengine wamefunga maagano kwa njia ya ndoto. Mwanzo nilipoanza nilikuonyesha Ibrahimu alifunga agano na Mungu kwa njia ya ndoto. Kuna watu wamefunga maagano ya kuwa waganga na wachawi kwa njia ya ndoto. Anaamka tu usiku, anashangaa usiku, anaota ndoto, anaanza kuambiwa mti fulani mwarobaini ukichimba ule mzizi, ukichemsha, ukinywa kikombe kitatu mara tatu ugonjwa fulani unapona. Naye anaamka anasema nimejua tiba. Akienda akichimba kweli ataona watu wanapona, na kuanzia hapo amefunga agano la kuwa mganga wa kienyeji. Limefungwa wapi? Kwa njia ya ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoto za vyakula mara nyingi ni za shetani. Ndoto unakula. Au ukitoka hapo lazima useme agano lolote la siri lililofanyika kwenye maisha yangu kwa njia ya ndoto ninalivunja katika jina la Yesu aliye hai. Maagano ya magonjwa, sumu za magonjwa zinapandikizwa kwenye maisha ya watu kupitia maisha ya ndoto. Mtu anaota anakula kitu fulani na hicho kitu kinaachia sumu kwenye mwili wake. Baada ya muda anaanza kuingia kwenye magonjwa ambayo hayaelewi. Haleluya. Mtu anaota ameng'atwa na nyoka, ameng'atwa na nge na anapuuzia. Chukua tu tafsiri ya nje. Nyoka akikung'ata utapuuza. Utakuta labinisi ya mapema sana, utawahi. Hata kama ni mwoga wa pikipiki, siku hiyo utaomba niwaishe labinisi. Bwana asifiwe. Kwa sababu unajua nikichelewa na kufa. Sasa unapoota ndoto umeng'atwa na nyoka, manake ulimwengu wako wa roho kuna sumu imeachiliwa na kuna vitu kwenye maisha yako vitaanza kufa. Mashanga mtu kaota kang'atwa nyoka, baada ya muda hatamani tena ibada. Mtu kaota kang'atwa na nyoka, baada ya muda kuna vitu hatamani tena. Anastaki kwenye hivyo vitu. Anashindwa kuendelea mbele. Kumbe ni ile sumu imeenda kuua vitu ndani yake. Bwana asifiwe. Okay. Nikuongezee labda na hii kwenye ndoto za shetani. Unaota unafanya tendo la mahusiano na mtu usiyemjua, na unachukulia ni kawaida. Sio kawaida. Unafungamanishwa maagano usiyojua. Nakwambia nitapunguza ukali wa maneno kwa shauri ya watoto. Watu wamekuja watano niwaombe. Dada mmoja kaja. Hakuna kinachoendelea kwenye familia yake. Ni vita. Nikamwambia okay. Niambie kwanza unachoota. Niambia ndoto zote zinahusiana na mahusiano. Nikamwambia kuna aliyekuwahi rohoni. Kwa huyu au huku mwilini shughuli anayo. Na hii ni mbaya sana. Wale ambao wamefika kwenye agano hilo limekisiri, limepitiliza, ndio unakuta waume zao asubuhi wanajikuta wako chini ya kitanda. Mtu kalala kitandani anajikuta chini. Nimeshuka chini saa ngapi hajui. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndoto hizi ndio unakuta mtu anaweza akaota. Ndoto hizo inafika mahali anaanza